make sure mic go on. Karibu sana mwanaspoti, karibu ndani ya show babu kubwa, show ya kijanja, show ya aina yake, mdundo wa soka, tukiweko papa hapa wanyama wawili, mtoto wa shangazi pamoja na mwenzangu Alan Muliro. Tumeshatoa mjengoni tuweze kupiga gumzo kispoti. Mambo ni mengi, mambo yamefanyika tangu jana, yamefanyika leo hii na bado yanaendelea kufanyika tu. Kwanza mwenzangu, na kitu ambacho kimefanyika jana. Mbavu Destroyer dhidi ya Majembe. Iko nini? Weka ni manga. Ni shughuli ambayo imeinua ama imeleta gumzo kubwa sana kwenye mtandao wa kijamii. Ukiangalia Majembe kidogo, watu walikuwa, kuna baadhi walikuwa wanasema bana, huyu Mbavu Destroyer atafanya ile kitu, lakini mwisho wa siku. Kwanza nianze na kupongeza sana anaitwa nani? Anaitwa Obina. Naam. Anafanya kazi nzuri sana. Manake kwa kweli hayo mashindano ya jana yamekuwa mashindano ambayo hayajaitokea hapa nchini Kenya. Sijawahi ona. Hata tulitamani sana kama ingeweza kuoneshwa pale kwenye runinga, lakini mimi binafsi nilihangaika sana kufuatilia hayo mashindano. Manake nilikuwa nafuatilia pale YouTube. Na nilikuwa naona kuna baadhi yetu mandugu zetu pale walikuwa wanajaribu kutudanganya, unapata mtu hata si tukio ambalo linatokea kule, lakini ameweka pale live Majembe, lakini ukifuata kule unapata tu mambo ni mengine. Yeah. So lakini nashukuru sana kitu ambacho Obina anafanya. Tunaona pia kulikuwa kuna wanasiasa, Rais mtukufu William Samoei Arap Ruto. Pongezi sana, napenda venye unafanya kazi yako, umeshikilia vijana, at least tunaona pia kuna kitu ambacho labda kuna utofauti kidogo ukiangalia ile kidogo mkono ameweza kuweka mkono wake upande wa sport na kidogo itaweza kusisimua na hata kubadilisha hali ya mchezo hapa nchini Kenya. Kwangu tu sijakuwa nikiangalia mashindano, matokeo tulikuwa tunayajua. Mimi binafsi nilikuwa najua Majembe kuna kitu atakuwa kikifanya. Lakini ni shughuli kubwa, shughuli ambayo ukiangalia hapo kila mmoja alikuwa anajituma, kila mmoja alikuwa anafanya kazi zake. Ilikuwa shughuli yenye kupendeza sana. Lakini wengi wanasema kwamba hawakuwa wametarajia kwamba huenda Majembe akafanya ile kitu, lakini mwisho wa siku ikatokea tu. Wanasema vipi? Mimi nilitarajia hivyo. Ni ile tu sikusema, manake ilikuwa ningesema mngenikejeli. Uliogopa kusema? Yeah, unajua hapa Kenya ukisema mambo hivi bana unatupiwa mawe pale mtandaoni. Unaweza kupiga na maneno ambayo bila shaka yanaweza kuvunja moyo. Ni sawa lakini ni sawa lakini sisi tunasema tu shukrani sufufu kwa kikosi kizima cha Obina kushirikiana na wafadhili kuweza kufanikisha shughuli na ikakuwa shwari, na tuseme congratulations vile vile kwa ndugu yetu Majembe. Heko kubwa sana. Tuseme vile vile heko kwa ndugu yetu Destroyer, kwa sababu kujitolea kwanza kwenda kusika kwenye shughuli hiyo inahitaji pongezi. Ni kweli lazima kungekuweko na mshindi bila shaka, na yule pia ambaye hajashinda. Kwa hivyo katika mashindano asiyekubali kushindwa si mshindani. Mwisho wa siku alikubali kushindwa. Ni kweli. Wanasema sijui alipiga wapi, lakini mimi binafsi niliona alipigwa kwa mbavu na akaishiwa nguvu. Unasema ni yeye alidestroyiwa mbavu. Lakini hata hivyo ukimwangalia alikuwa amechoka. Nahisi kana kwamba alikuwa alitania tu. Lakini ukiangalia kidogo kuna ile baadhi ya wanawapenda soka wanasema kwamba ukiangalia jinsi ambavyo Majembe alivyokuwa anapigana na ukiangalia jinsi ambavyo Mbavu alikuwa anafanya, wengi walikuwa wanasema kwamba kidogo Majembe alikuwa anaonyesha uzoefu na ujuzi fulani. Sijui kwa upande wako uliona kuna utofauti ama kulikuwa vipi? Ni kweli, manake nimekuambia nilitarajia Majembe ashinde. Kwa hivyo Mbavu angeshinda jana ingekuwa tungesema fixed match. Yeah. Lakini kuna baadhi ambao wamesema it was a fixed match. Wapi? Ukiangalia huyu nani alikuwa anafaa kushinda? Ukiangalia kuna hii ile malumbano kidogo bado yanaendelea. Ukiangalia Obina pamoja na anajiita ni Mosira nikidhani kama sijakosea.
Ukiangalia kidogo na ile malumbano kwamba anasema kulikuwa na match fixing. Ukiangalia kidogo wewe kwa upande wako unaona match fixing wapi bana? Kumbuka labda wajui Majembe ni mtu ambaye ni boxer kihalisia. Alafu pia ukikuja kwa huyu Mbavu Destroyer, yeye ni street fighter. Naam. Kwa hivyo nani alistahili kushinda hiyo mashindano? Si ni Majembe. Bila shaka umeweza kujitetea, ni sawa tu. Lakini kabla tufike pale kwa ili pigano. Naam. Baada ya pigano sasa mambo kidogo yakakuwa sasa magumu. Naam. Ni kipi ambacho nazungumzia mechi hizi za FA. Kwa sababu wengi wanasema kwamba Mbavu Destroyer ni shabiki shakiki wa Arsenal. Sijui kama ni kweli mtazamaji, lakini ukiangalia au ukitazama wengi wanasema vivyo hivyo. Lakini mwisho wa siku ukiangalia mwana Arsenal akaweza kukanyagwa 2-1. Kisha mwisho wa siku Mbavu Destroyer akafanya vivyo hivyo. Naweza sema kwamba sasa kubwa sana Pengine tukizungumzia tu kidogo kombe hili la FA. Upande wako ukiangalia mechi ya sio inayomhusisha mwana Arsenal dhidi ya mwana Southampton. Naam. Ukiangalia kidogo ule mchezo wake mwana Arsenal, sijui unaweza sema vipi mwana Arsenal kiwango chake kidogo kimerudi chini ama mambo iko vipi? Kama hapo mwanzo. Naam. Si kitu ambacho ni cha kustaajabika, manake ni mazoea ya Arsenal. Wanaanza vizuri mashindano msimu kianza, lakini kumalizia na washinda. Na vivyo hivyo tu ndio watakuwa wakipoteza vikombe vyote. Siwezi sema hata EPL watachukua, manake kama hapa mnapigwa na Southampton. Lakini ukiangalia Southampton si wa ukiangalia EPL, saa hizi tukiangalia EPL, wao ndio tunawategemea. Naam. Yaani tayari tunajua wameenda na kikombe. Lakini kupigwa na Southampton, hiyo ni kitu ambacho hakistahili. Lakini mwenzangu ukiangalia kikosi hiki cha Southampton, ukiangalia kidogo si wachache, kwa sababu waliweza kuwatatanisha wana Chelsea. Lakini natumai unakumbuka katika mechi za EPL. Ukiangalia kidogo huwezi sema kwamba kidogo mchezo wao uko chini. Mimi kwa upande wangu naweza sema kwamba huyu mwana Southampton huwa amejipanga sana kuweza kumtolea heshima timu hizi kubwa ambazo zinashiriki katika michuano hizi za EPL. Hivi kwa upande wako unasimama wapi ukisema kwamba huyu mwana Southampton pengine alifaa kupigwa vibaya sana na mwana Arsenal? Hawezi niambia wanajipanga kuharibu heshima kwa timu kubwa. Manake pia wakati pia Southampton wanajipanga, Arsenal walikuwa wapi? Pia wanajipanga. Si wakienda kwenye mchezo wanaenda wakijua wanaenda kushinda. Umeona? So walishindwa. Unasema walishindwa. Ya, na mambo yameanza kuenda kinyume. Majuto ni mjukuu huja kinyume. Arsenal kama vile Mbavu alivyoanza kutusumbua pale. Alikuwa anasumbua mtandao mzima na nilipenda. Kana kusema kweli hata mimi nilikuwa nimeingiza baridi kidogo. Manake jamaa alikuwa anajishasha kweli kweli. Ndivyo hivyo mwana Arsenal alikuwa anajishasha. Hata ningelikuwa Majembe mimi singehudhuria mashindano. Okay, ni sawa. Tuangalie mechi hii vile vile ambayo ilimhusisha mwana Chelsea dhidi ya mwana Portugal. Mwana Chelsea akamweza kumkanyaga vibaya sana kwa kumlambisha na kumbebesha gunia la mabao 7-0. Sijui unasema vipi? Chelsea kwa sababu tuko kipindi cha joto cha mapumziko kidogo. Naam. Labda wanaleta matumaini. Huenda matumaini atarejea? Yeah. Ama wataendelea kufanya hivi tu kama Arsenal nakwambia. Ukiangalia mchezo wake mwana Chelsea jinsi alivyocheza hapo jana, na ukiangalia vile vile amekuwa akicheza hapo nyuma haswa kwenye michuano za EPL. Naam. Kwa upande wako unaweza sema vipi? Kutokana na matokeo ya jana. Naam. Si walipiga mtu 7. Kwa hivyo wanaonesha kuwa kuna mabadiliko, kuna kitu labda wako wanajua kufanya, kwa sasa wamejua kufanya. Lakini ukiangalia baadhi ya mashabiki wanasema kwamba mwana Chelsea aliweza kuangukia tu, ilikuwa bahati yake. Utaangukia vipi na upige mtu 7 bana? Kwa sababu wengi wanasema kwamba ukiangalia Portugal ni timu ndogo, timu changa bado, pengine ile uzoefu haipo. Yes, ni changa ndio atukatai. Lakini mabao yanadhihirisha kuwa kwa uchanga wao Chelsea waliweza kuwapiga mabao mengi. Hivi unaungana na wengine wanaosema kwamba Chelsea ukikaa vizuri huenda wakanyakua kombe hili? Unaungana nao ama vipi? Chelsea
Next anacheza na nani? Kwa sababu ukiangalia ile draw natumai ijafanywa, lakini huenda itafanywa ama tutakuwa nafuatilia tuone. Kwa sababu ukiangalia sasa kufikia sasa mwana Man City yuko kwenye ile barabara hiyo, mwana Chelsea, mwana Southampton. Ukiangalia baadhi ya hizi timu tatu kwanza, ukiangalia kidogo Chelsea akipewa kwa hizi kati ya mwana Man City na mwana Southampton, Chelsea akipewa mmoja wake huenda akapenya ambayo itakuwa kwa Chelsea. Hii ni timu ambayo bila shaka inashindana na mataji vizuri, si kama Arsenal. Wana uzoefu, wanajiamini, wakifika finali pale atarajia mambo ya kwetu tofauti, mambo huenda yakakuwa tofauti kabisa. Wacha tuone mambo itakuwa vipi. Lakini kuna mechi ambayo ilimhusisha mwana Man City dhidi ya mwana Liverpool, mechi ambayo ilikuwa mechi ya siku, mechi kubwa sana. Naam. Kwa upande wako sijui unaweza sema vipi, kwa sababu kuna wengi ambao wamesema kwamba ukiangalia mwana Liverpool alikuwa na nafasi nyingi sana lakini hakuzitumia. Kwa sababu ukiangalia sio mchezaji huyu matata sana, namzungumzia Mohamed Salah, ameweza kuangaziwa sana kwa sababu nafasi ambazo alikuwa anazipata aliweza kuzipoteza. Sijui wewe unasema vipi ukisiana na mchezaji huyu na kikosi kizima cha Liverpool? Kwa sasa tuwezi mzungumzia Salah, manake kikosi manake mpira ni uchezo wa watu 11. Kwa hivyo hatuwezi sema Salah ndio anafanya Liverpool saizi shindani vizuri. Kwa hivyo Liverpool sai mchezo wao uko chini kidogo. Hata ukiangalia katika jedwali ya EPL tunaona alianza vizuri na saizi naona anacheza akirudi nyuma. Sielewi shida iko wapi. Lakini hapo kuna tashwishi kidogo. Lakini ukiangalia vile upande wa mwana Liverpool na kidogo kuja uangalia upande wa mwana Chelsea, kidogo uone kwamba wako katika ile kategoria moja. Ni kweli wako kategori moja, lakini kuna mmoja anaangalia analala na kuna mwingine amezinduka. Umeona? So unasema matokeo ya jana yanaleta matarajio tofauti sana. Yana maana sana. Kumbuka Liverpool kupigwa na, unajua si vizuri sana kupigwa na mtu rika yako. Akupige tu na akugaragaze vibaya. Kwa hivyo tulitarajia hata Liverpool pia akuwe na angalau hata bao la machozi. Lakini mwisho wa siku ikakuwa jinsi ilivyokuwa, wakapata yaya. Ni sawa mtazamaji, hapa tunapiga tu gumzo kuhusiana na shughuli nzima iliyofanyika hapo jana na shughuli ambazo zitakuwa zinafanyika na vile vile shughuli ambazo zinafanyika hii leo. Kumbuka hii hapo jana mambo ni makubwa, mambo ni mazito, mambo ni mengi sana. Mwana Manchester baada anapiga lalama, anapiga kelele tu, japo ajue kwenye kombe hili lakini anaongea tu. Sijui kakaangu unasema vipi? Kwa sababu wana Manchester wamepiga nduru sana. Huyo mtu wachana, huyo mtu ni wanoma. Ni wabaya. Ni wabaya. Kwa nini? Ball, Ni sawa, lakini mbona hawako kwenye kombe hili la? Ni kwa sababu aliyetangulia pale Amorim aliharibu mchezo. Kumbuka si walitolewa the last season na walitolewa, ilikuwa wanashindania kombe lipi. Walitolewa na Tottenham. Kumaanisha Amorim hakuwa mshindani. So unasema Carrick Ball sai. Carrick Ball tungepata Carrick. Acha niongelee. Unajua mimi ni shabiki wa Manchester mwenyewe. Unasema next season Next season. Umekuwa kama ndugu zetu wa next season, sio? Lakini sasa yetu tumemaanisha Carrick Ball with Carrick Ball. Lakini muona wengine pia vile wanasema huenda kidogo mwana Arsenal akikaa vibaya atasema tena next season. Ni hivyo. Akikaa vibaya tumezoea. Sawa. Unajua Arsenal ni ule msichana ambaye mnachumbiana vizuri, mnakubaliana, ikifika siku ya harusi ya udhuri bana amepotea. Ukiangalia nyuma kushoto kulia hakuna. So huenda tu ni kisherehe, wanawapa sherehe kwa kushinda, lakini mnaenda pre-wedding pale. Siku ya kiyama yenyewe. Ni sawa juu mtazamaji sijui unasema vipi, Naungana na mwenzangu ambaye anasema kwamba huyu mwana Arsenal ni kama mchumba ambaye mnachumbiana lakini mwisho wa siku bana unajipata huko peke yako. Ameshaondoka, amekuacha bwana, unajiuliza maswali mengi sana. Pengine kabla tujaondoka, kwa sababu kidogo muda wako wetu unatupa kisogo. Kuna mechi ambazo zimeweza kupigwa leo hii hapa nchini Kenya. Ukiangalia kwenye EPL kuna mechi kadhaa zimeweza kupigwa. Na mechi ukiangalia huyu Mwana Murang'a ameweza kupiga dhidi ya bwana Leopard.
na kufikia sasa mwana Leopard kidogo amekaa vizuri kwa sababu amemlamba mwana Murang'a mabao 2-0. Naam. Ndugu yangu, ukiangalia huyu mwana Leopard kwa sasa anashikilia nambari ya pili, nyuma yake mwana Gor Mahia. Kidogo mwana Gor Mahia vile vile akikaa vibaya mambo yanaweza kaa vibaya ama vipi? Gor Mahia ni wazuri vile. Wakichukua nafasi ya kwanza si rahisi kutoka pale juu. Lakini na hongera sana kwa mkufunzi wa FC Leopard. Manake ameimarisha kikosi na kwa sasa tunaona matokeo mazuri. Matokeo ambayo yanavutia. Labda akifanya vizuri next season tunaweza mpatia next season. Yeah. Kidogo mambo inaweza kuwa mazuri, sio? Yeah, kama hii tulitarajia Murang'a walicheza nyumbani, sio? Yeah. Tulitarajia hayo matokeo 2-0. Yeah, kwa hivyo wanafanya vizuri. Yeah. Okay, ukiangalia vile vile mwana Bidco ameweza kupiga dhidi ya mwana KCB na mwana KCB akaondoka na ushindi wa bao 1-0. Kidogo hapo ndio kuna tashwishi. Kuna mambo kidogo. Ukiangalia mwana Bidco msimu huu mambo yake hayajakaa vizuri sana. Sijui mbona, kwa sababu kufikia sasa ukiangalia kidogo kwa ile tunayosema red line, huenda akikaa vibaya na bwagwa na tunamsahau pengine nini awamu inayokuja kwenye KPL. Sijui unaweza sema vipi? Shida inaweza kuwa wapi kwenye kikosi hiki? Nikidhani shida inaanzia kwa management, I think so, kama sijakosea. Manake na pia wachezaji kwenye uwanja. Labda unajua wakati mwingine unapoingia uwanjani. So umeona kama nilete mfano wa Manchester United. Wachezaji ambao walicheza chini ya Amorim ndio wachezaji ambao wanacheza chini ya Michael Carrick. Kwa hivyo lakini matokeo ambayo yalifanyika chini ya Amorim ni matokeo tofauti ambayo yako katika Carrick ball. Kwa hivyo hiyo inatuonesha kuwa ukiona timu inajaribu timu ambayo ilikuwa juu tunatarajia ilete matokeo mazuri, lakini imeanza kurudi nyuma. Kwa hivyo kuna shida na management. Kuna matatizo kidogo, lakini tunatumai kwamba lazima hapo hivyo wajiangalie vizuri. Yeah. Na ukiangalia mwana Nairobi United ameweza kupiga dhidi ya mwana Shabana. Ni mechi ambayo kidogo mimi hadi kwa sasa siamini shida imetokea wapi kwa mwana Shabana, kwa sababu ukiangalia mwana Shabana kufikia sasa natumai anashikilia nambari ya 5 kama sijakosea, lakini kidogo mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Pengine shida inaweza kuwa wapi vile vile kwa mwana Shabana? Ama hii tuseme ni match fixing. Kidogo wengi hatujaamini kwa sababu mimi upande wangu nilikuwa na ile ubashiri wangu wa mapema, nilikuwa nimesema kwamba mwana Shabana ataondoka tu na ushindi. Ikiwa itakuwa vibaya, kwa sababu ukiangalia mwana Nairobi ama ukimwambia mwana City Boy upenda kujiita hivyo, kidogo matokeo yake hajakuwa ya kupendeza ama hajakuwa yale kidogo naweza sema kwamba wako katika ile ubora wao. Lakini imetokea kwenye side ambayo mimi binafsi hadi sasa sielewi nini imefanyika kwa mwana Shabana. Mpira udunda na chochote chaweza kufanyika. Imefanyika. Kwa hivyo tukubali matokeo. Tuseme Nairobi United, kitu labda naweza wazungumzia ni watu ambao wanajituma kwenye timu kubwa. Ni kama Manchester vile pia. Manchester United pia akiwa chini hawezi mshida. Ukimletea timu kubwa unatarajia mambo yaende kinyume. Ndivyo mambo yalivyo. Ndivyo mambo yalivyo kwenye mdundo wa soka, mtazamaji na msikilizaji wa kwetu. Ndivyo mambo yalivyo. Sijui unasema vipi? Kauli yako ni ipi? Tuachie comment yako pale. Zungumza nasi, alafu tutakuwa tunaitendea haki na kila kitu kitakuwa shwari tena zaidi ya sana. Sijui ndugu yangu, kabla tujaondoka unasema vipi? Mpira huduna na mwanzo wa embe kuiva ndio mwanzo wa embe kuoza. Yashafanyika. Hatuna la ziada mtazamaji wa kwetu, ila ni kusema tu shukrani sufufu kwa kuzidi kukua nasi tangu mwanzo hadi tamati. Tunasema tu Mwenyezi Mungu aridhie tuweze kupatana tena siku ya Jumapili ndani ya mdundo wa soka. Tutasema asante sana. Kumbuka nimekuwekwa mimi mtoto wa shangazi pamoja na Alan Muliro, na tushaondoka. Tunasema bye bye.